Namshukuru Mungu aliyetupa wakati huu sasa hivi ili tujifunze neno lake. Ni furaha yangu daima kukukaribisha katika mafundisho ya neno la Mungu, hasa kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Waamuzi. Kwenye kipindi kilichopita nilitangulia kukupa utangulizi wa kitabu hiki ili tuwe na msingi ulio sawa kwa yote tutakayojifunza, na hili ndilo nitafanya sasa hivi kusudi tuendelee na somo letu la leo lililoko kwenye sura ya kwanza hadi sura ile ya 3 aya yake ya 11. Ningelipenda ufahamu ya kuwa kwa sababu ya muda haiwezekani kuyasoma maandiko yote, hivyo nitazingatia maandiko ya kimsingi, na itakuwa jukumu lako ndugu msikilizaji kusoma maandiko haya. Zaidi ningelipenda kukuhimiza usome kitabu hiki cha Waamuzi tangulia mbele, hata kama ni sura 2 au 3 hivi, ili ninapokuja kukufundisha upate kufahamu hilo ninalolizungumzia. Naamini kwamba hilo ndilo utalitenda. Basi hebu turudie kitabu chetu, hasa jina la kitabu hiki latokana na wale watu 13 walioongoza Israeli baada ya kifo cha wazee walioishi baada ya Yoshua hadi wakati wa Samueli. Mwandishi wa kitabu hiki hajulikani, ijapokuwa watu wafikiri kuwa Samueli ndiye aliandika kitabu hiki. Hiki kitabu kiliandikwa wakati wa wafalme. Hii ni kwa msingi wa neno hilo tulipatalo kwamba katika siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Wale waamuzi wote katika kila hali walikuwa na upungufu wao, ila katika mkono wake Mungu walifanya mapenzi yake. Miongoni mwao hapakuwepo na yule aliyekuwa kama Musa au Yoshua, kiongozi wa kitaifa. Nakala iliyoko hapa, ndugu msikilizaji, yahusu maisha ya wale waamuzi sehemu. Nayo mada ya kitabu hiki ni kuhusu kukengeuka kwa wana wa Israeli na neema kuu ya ajabu ya Mungu iliyowarejesha kwake. Watu hao walipoingia katika nchi ile, matumaini yao kama vile ilivyokuwa yalikuwa makubwa sana, hasa tukikumbuka kwamba baada ya kukombolewa toka Misri kwa mkono mkuu wa Mungu, ilikuwa dhahiri kwamba wataishi jinsi Mungu alivyoagiza. Lakini haikuwa hivyo. Walishindwa kabisa kuandamana na maagizo yake Mungu, na kwa jinsi hiyo kushindwa na adui zao vibaya sana. Kusudi la kitabu hiki, ndugu msikilizaji, ni filosofia katika historia, kwa msingi wa tulipatalo kwenye sura ya 14 kwenye kitabu cha Mithali mstari wake wa 34. Nao wasema hivi: haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Hivyo ndivyo, ndugu msikilizaji, ilivyo katika taifa lolote lile. Kitabu hiki cha rekodi historia ya taifa la Israeli tokea alipokufa Yoshua hadi kwa Samueli aliyekuwa mwamuzi wa mwisho wa Israeli na nabii wa kwanza katika nchi hiyo. Kitabu hiki ni daraja kati ya waamuzi na utawala wa kifalme. Hapakuwa na kiongozi yeyote ambaye angechukua mahali pa Yoshua, sawa na vile Yoshua alichukua mahali pa Musa baada ya kifo chake. Wakati huo ulikuwa wakati wa majaribio kwa watu wale, iwapo watafuata uongozi wa kiungu kama vile Mungu alivyowaagiza katika torati yake. Jambo lingine, ndugu yangu, ni kwamba katika hali ya utu walimwacha Mungu, kiongozi wao asiyeonekana, nao wakawa katika hali mbovu mno katika siku hizo wasizokuwa na mfalme. Kwenye siku hizo kila mtu alitenda kama alivyoona vema machoni pake. Wakati huu ungelikuwa wakati wa maendeleo makuu sana miongoni mwa wana wa Israeli, ila ulikuwa wakati wa giza, na pia waliacha maadili yake Mungu. Maisha ya wana wa Israeli ilikuwa kama mviringo kwenye kitabu hiki cha Waamuzi. Walianza kwa kumtumikia Mungu, kisha wakafanya maovu machoni pake Bwana. Maovu hayo ilikuwa kumwacha Mungu na kuabudu miungu ya hayo mataifa yaliyosalia na kutenda kama vile wao walivyotenda. Hili liliwafanya wakaliwe kimabavu na kutawaliwa na hayo mataifa walioyaacha bila kuyaondoa kabisa. Katika utumwa wao walimlilia Mungu na kumtafuta na kutubu. Hapo Mungu alisikia kilio chao, naye akawainua waamuzi waliowakomboa. Hali hii ndiyo ilitendeka kwa kujirudia. Hili halikuwa tu kwa wana wa Israeli, bali sasa hivi, ndugu msikilizaji, li miongoni mwetu. Katika kitabu cha nabii Isaya twapata filosofia ya historia ya nchi hiyo na kilichofanya nchi hiyo kuanguka. Kwanza, kulikuwepo na ukengeufu wa maagizo yake Mungu kama alivyowafunulia kwenye torati ya Musa. Halafu jambo lingine ni ya kuwa waliacha maadili ya kimungu katika maisha yao ya kawaida, hivyo wakaishi kinyume cha maagizo ya neno la Mungu. La tatu nalo ni kwamba hali ya kisiasa katika nchi ile
ilizorota, hasa baada ya wafalme kukosa kumtii Mungu. Hatua hizi, ndugu msikilizaji, ndizo zimefanya mataifa mengi ulimwenguni kuanguka, na ndivyo itakavyokuwa daima. Hili lililopo kwenye kitabu hiki cha Waamuzi ni jambo ambalo haligusi tu taifa la Israeli, bali lagusa taifa lolote lile. Waweza kuhakiki jambo hili kwa kusoma kitabu hiki kwa umakini. Ndugu yangu, katika wakati huu wenye ushawishi mbaya kutoka kwa viongozi na wanasiasa wasio na maadili mema, ni lazima kujihami kiroho na kujilinda katika hali ya imani yetu iliyo msingi wa maisha yetu. Maendeleo ya kudumu na kukua kwa uchumi wa nchi yetu yategemea kila aliye na msingi wa maisha yake katika Kristo. Wawajibika, ndugu msikilizaji, kuhifadhi nchi hii kwa kuishi kulingana na neno la Mungu jinsi ilivyo katika Biblia. Kinachotangulia kwenye kitabu hiki ni jinsi makabila yale 9.5 walishindwa kuwaondosha watu wale kutoka kwenye maeneo waliopewa kama urithi wao. Kuna kabila 3 zisizotajwa, nazo ni Rubeni, Isakari na Gadi. Kila kabila ilikuwa na adui wa kukabili, na yafikiriwa kuwa kabila hizo pia zilishindwa kudhibiti hayo mataifa yaliyosalia miongoni mwao. Udhaifu wa kila kabila, msikilizaji, waonekana kwenye aya ya 3, Yuda alipomwita Simeoni kumsaidia dhidi ya adui aliyemkabili. Neno la Mungu kwenye aya ya 1 lafungua kitabu hiki cha Waamuzi kwa maneno yafuatayo: Ikawa baada ya kufa kwake Yoshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana wakisema, ni nani atakayekwea kwanza kwa ajili yetu juu ya Wakanani ili kupigana nao? Hapa, ndugu yangu, twaona udhaifu wa wana wa Israeli mara moja. Walimuuliza Bwana kuhusu huyo atakayetangulia kupanda ili apigane na adui zao Wakanani. Wakanani hao walikuwa wamekita mizizi katika nchi ile, kwa kuwa wana wa Israeli hawakuwaondosha walipohitajika kufanya hivyo. Walikuwa mwiba katika ubavu wao, hata katika utawala wa Samueli na Daudi. Kwenye aya ya 2 neno laendelea kutwambia hivi: Bwana akasema, Yuda atakwea, tazama, nimeitia hiyo nchi mkononi mwake. Aya hii yatuonyesha kwamba Wakanani ndio walikuwa adui zao wakuu, lakini Bwana awajibu na kuambia ya kuwa tayari wako mikononi mwao. Hivyo ni kusema kwamba watu hao walihitajika kuenenda mara moja na kufanya hilo ambalo Mungu alikuwa amewaambia. Lakini je, ni nini kitakachotendeka? Aya ya 3 yatujulisha. Hebu sikia: Ndipo Yuda akamwambia Simeoni ndugu yake, kwea wewe pamoja nami katika kura yangu, ili tupate kupigana na Wakanani. Kisha mimi nami nitakwenda pamoja nawe katika kura yako. Basi Simeoni akaenda pamoja naye. Tunapoangalia tendo hili la Yuda, ni rahisi kuona kwamba kulikuwepo na ushirika mzuri kati ya Yuda na Simeoni, ila tendo hili lilionyesha udhaifu wa Yuda. Kabila hilo halikuwa na msingi wowote ule kumwomba Simeoni aingie katika kura yake dhidi ya Wakanani. Walilopaswa kutenda ni kumwomba Mungu awasaidie. Tendo lao liliwafanya wasiwaondoe adui zao kabisa katika nchi ile. Na kwa hili, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba lile ambalo Mungu amekuagiza kutenda, tenda hilo, na iwapo wahitaji msaada, muombe msaada, kwa kuwa yeye ni msaada ulio karibu kuliko mtu awaye mwingine yote utakayetaka akusaidie maishani mwako. Kisha kwenye aya ya 4 tuendelea kupata habari kama ifuatavyo: Yuda akakwea, naye Bwana akawatia Wakanani na Waperezi mkononi mwao, nao wakawapiga huko Bezeki watu 10,000. Ushindi huu ambao Mungu aliwapa wana wa Yuda watufanya kufikiri kuwa sasa ujasiri na tumaini lao litakuwa kwa Mungu baada ya hapo. Lakini kwenye aya ya 9 hadi 11 neno latuambia lililotendeka baadaye. Hebu sikiliza kwa umakini. Wakampata huyo Adoni Bezeki huko Bezeki, wakapigana naye, nao wakawapiga Wakanani na Waperezi. Lakini Adoni Bezeki akakimbia, nao wakamwandamia na kumshika, wakamkata vianda vyake vya gumba, vya mikono na vya miguu. Adoni Bezeki akasema, wafalme 70 waliokuwa wamekatwa vianda vyao vya gumba, vya mikono na vya miguu, waliokota chakula chao chini ya meza yangu, kama nilivyofanya mimi, Mungu amenilipa vivyo. Wakamleta Yerusalemu, naye akafa huko. Kisha wana wa Yuda wakapigana na Yerusalemu, wakautwaa, wakaupiga kwa makali ya upanga na kuupiga moto huo mji. Baadaye wana wa Yuda wakatelemka ili wapigane na hao Wakanani waliokaa katika nchi ya milimani na nchi ya Negebu na nchi ya Shefala.
Kisha Yuda akawafuatia hao Wakanani waliokaa katika Hebroni. Jina la Hebroni hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Kiriath Arba, nao wakamuua Sheshai na Ahimani na Talmai. Kisha kutoka hapo wakafuatia wale wenye kukaa Debiri. Jina la Debiri hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Kiriath Seferi. Ndugu msikilizaji, maandiko haya yatuambia jinsi wana wa Israeli wa kabila la Yuda walivyofanya kupigana na wale Wakanani. Mji huo uitwao Debiri ulikuwa kitovu cha tamaduni za Wakanani, hili likitokana na jina la mji huo lililokuwa na maana ya mji wa vitabu. Kwenye aya ya 12 na 13 neno la Mungu latuambia hivi: huyo Kalebu alisema, yeye atakayeupiga Kiriath Seferi na kuutwaa, nitamuoza mwanangu Aksa awe mkewe. Naye Othnieli mwana wa Kenazi, ndugu mdogo wa huyo Kalebu, aliutwaa, basi akamuoza mwanawe Aksa. Israeli, msikilizaji, walichukua kwanza nchi hiyo ya vilima na kukaa hapo kwa muda mrefu. Sehemu za chini za vilima vile na pwani ulikuwa uwanja wa mapigano ya kuendelea kati ya wana wa Israeli na Wakanani. Walipoingia hao wana wa Israeli katika nchi ile, majaribu ya kufanya kama walivyofanya wale wenyeji wa nchi yalikuwa makubwa sana. Baadhi yao waligeukia tamaduni na ibada za hao Wakanani, na kwa njia hiyo kumsahau Bwana Mungu wao aliyewatoa katika nchi ya Misri, nchi ya utumwa. Mji wa Kiriath Seferi haukuwa umechukuliwa bado, naye Kalebu akaahidi kwamba atakayeupiga mji huo atampa Aksa bintiye kuwa mkewe. Othnieli mpwa wa Kalebu aliupiga mji huo na kuuchukua, naye alichaguliwa kuwa mwamuzi, hasa kutokana na uhusiano wake na Kalebu. Mapendeleo kwa msingi wa jamii yalikuwepo, ndugu msikilizaji, hata wakati ule. Unaposoma kwenye aya ya 16 na kuendelea, lile ambalo walipata, ndugu msikilizaji, licha ya kuonekana kana kwamba Yuda tayari alikuwa ameanza kufanya kazi nzuri, yani kufukuza hao mataifa, lakini haikuwa hivyo. Maana hawakufukuza wale watu kabisa jinsi Mungu alivyotaka wawafukuze. Neno kwenye aya ya 21 latuambia hivi: lakini wana wa Benyamini hawakuwafukuza Wayebusi waliokaa mji wa Yerusalemu, bali Wayebusi walikaa pamoja na wana wa Benyamini ndani ya Yerusalemu hata hivi leo. Habari hii yahusu wakati wa habari hizi zilipoandikwa. Kwenye aya ya 27 hadi 30 hili ndilo twalipata: tena Manase hawakuwatoa wenyeji wa Bethshaeni na miji yake, wala hao waliokaa Taanaki na miji yake, wala hao waliokaa Dori na miji yake, wala hao waliokaa Iblaimu na miji yake, wala hao waliokaa Megido na miji yake, lakini hao Wakanani walikuwa hawakukubali kuiacha nchi hiyo. Kisha ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepata nguvu, ndipo walipowatia hao Wakanani katika kazi ya shokoa, wala hawakuwafukuza kabisa. Efraimu naye hakuwatoa Wakanani waliokuwa wakikaa katika Gezeri, lakini Wakanani walikaa ndani ya Gezeri kati yao. Zabuloni naye hakuwatoa wenyeji wa Kitroni, wala hao waliokaa katika Nahalali, lakini Wakanani walikaa kati yao, wakalazimishwa shokoa. Rafiki msikilizaji, hili ambalo twalipata hapa, yani habari hizi, tuona kwamba wana wa Israeli si kwamba walishindwa kuwaondoa wale wenyeji kwenye nchi hiyo waliopewa na Mungu, lakini kilichofanyika ni kwamba hata licha ya wao kuwa na nguvu, walikosa kutii maagizo yake Mungu. Maana badala ya kuwaondoa watu wale, waliwawacha nao wakafanya kazi ya shokoa. Kwenye aya ya 31 na 33 neno lasema hivi: Asheri naye hakuwatoa wenyeji wa Aka, wala hao waliokaa Sidoni, wala hao wa Alabu, wala hao wa Akzibu, wala hao wa Helba, wala hao wa Afeka, wala hao wa Rehobu. Naftali naye hakuwatoa wenyeji wa Bethshemeshi, wala hao waliokaa Bethanathi, lakini alikaa kati ya Wakanani, hao wenyeji wa nchi. Pamoja na hayo, hao wenyeji wa Bethshemeshi na wenyeji wa Bethanathi wakawatumikia kazi ya shokoa. Kama vile ilivyo hapa, twaona kwamba watu hawa, unapoendelea kusoma maandiko yale, walikosa kuwapiga watu wale, walikosa kuwaondoa kabisa, sawa na vile Mungu alivyokuwa amewaambia wafanye. Kwenye aya ya 34 hili ndilo twalisoma: kisha Waamori waliwasukumiza wana wa Dani waende milimani, kwani hawakukubali kutelemkia bondeni. Rafiki, hiyo ndiyo nchi walioahidiwa wana wa Israeli kwamba watairithi, ila walishindwa kutamalaki nchi hiyo.
Hilo lilikuwa tisho kubwa sana kwa watu wale. Hebu tugeukie sura ya 2 kwenye aya ya 1 hadi ile ya 3, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Kisha malaika wa Bwana alikwea juu kutoka Gilgali kwenda Bokimu, akasema, mimi nimewaleta ninyi mkwee juu kutoka nchi ya Misri, nami nimewaleta hata nchi niliyowapia baba zenu. Nami nilisema, mimi milele sitalivunja hilo agano langu nililoagana nanyi. Nanyi msifanye agano lolote na hawa wenyeji wa nchi hii. Zipomosheni nchi madhabahu zao, lakini hamkusikia sauti yangu. Je, mmefanya haya kwa sababu gani? Basi kwa ajili ya hayo mimi nilisema zaidi, mimi sitawafukuza watoke mbele zenu, lakini watakuwa kama miiba mbavuni mwenu, na miungu yao itakuwa ni tanzi kwenu. Uasi wa watu hawa, ndugu msikilizaji, ulimfanya Mungu kumtuma malaika wa Bwana aliyewakemea. Huyu malaika wa Bwana si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo kabla hajatoa mwili. Mungu alijidhihirisha kwa watu wale kwa njia walioweza kumtambua na pia kuelewa hilo alilowanenea. Ijapokuwa Mungu aliwatendea mema, watu hawa hawakuitii sauti yake. Hii ndiyo ilikuwa shida ya Israeli, sawa na sisi leo hii. Daima walichotenda ni kumwacha Bwana Mungu wao, wakatenda maovu kwa kuabudu miungu mingine, nao wakawekwa chini ya utumwa wa wale watu wa mataifa ambao waliwadhulumu sana. Katika dhiki yao walimlilia Mungu, naye kwa huruma akawakomboa kwa kuwatumia waamuzi. Hili ndilo twalisoma kwenye aya ya 16 inayosema hivi: kisha Bwana akawainua waamuzi waliowaokoa na mikono ya watu hao waliowateka nyara. Rafiki msikilizaji, sawa na maandiko haya, twaona jinsi watu hawa walidumu katika mzunguko huo, na kila mara walipomlilia Mungu kwa sababu ya maumivu ya hao waliowateka nyara, Mungu aliwahurumia na kuwapa waamuzi waliowakomboa. Kwenye sura ya 3, msikilizaji, tuambiwa kwamba wana wa Israeli walioa kati ya hayo makabila ya watu, yani walioa kutoka kwa Waamori, Wahivi, Wakanaani na kadhalika. Hili walilotenda machoni pa Mungu lilikuwa ovu, maana haikupita muda mrefu walipomwacha Mungu na kutumikia Baali, mojawapo ya miungu ya wenyeji wa nchi ile. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1 hadi aya ya 3: basi haya ndiyo mataifa ambao Bwana aliwaacha ili awajaribu Israeli kwa hao, yani awajaribu hao wote ambao hawakuvijua vita vyote vya Kanaani, ili kwamba vizazi vya wana wa Israeli wapate kujua, ili kuwafundisha vita, hasa hao ambao hawakujua vita kabla ya wakati ule. Aliwaacha wakuu 5 wa Wafilisti na Wakanaani wote na Wasidoni na Wahivi waliokaa katika kilima cha Lebanoni, toka mlima wa Baal Harmoni mpaka kuingia Hamathi. Aya hizi, msikilizaji, zatuonyesha jinsi Waisraeli walifanyika kuwa watumwa baadaye kwa sababu ya kukaidi maadili yake Mungu, hasa kuabudu sanamu. Watu hao pia walioana na watu wa nchi kinyume na aliloagiza Mungu. Mabwana 5 wa Kifilisti na makabila yaliyotajwa kwenye maandiko haya walikuwa hasimu zake Israeli. Tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye Agano la Kale, tutaona wakitokea mara kwa mara. Hakika walikuwa mwiba ubavuni mwa Israeli. Aya ya 5 hadi 7 zatuambia hivi: basi wana wa Israeli wakaketi kati ya Wakanaani, hao Wahiti na hao Waamori na hao Waperezi na hao Wahivi na hao Wayebusi, wakawaoa binti zao, na binti zao wenyewe wakawaoza wana wao waume na kuitumikia miungu yao. Wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakamsahau Bwana Mungu wao, nao wakawatumikia Mabaali na Maashtorethi. Msikilizaji, badala ya watu hawa kuwakatilia mbali watu wale toka katika nchi aliyowapa Bwana Mungu wao, walishirikiana nao. Badala ya kushikilia imani yao katika Mungu wa kweli na kumwabudu, walioana na watu wale na hata kufuata ibada zao na kuabudu miungu hiyo. Wana wa Israeli walikengeuka katika imani yao kwa Mungu. Zaidi tuambiwa hivi kwenye aya ya 8: kwa hiyo hasira ya Bwana ziliwaka juu ya Israeli, naye akawauza na kuwatia mikononi mwa Kushan-Rishathaimu mfalme wa Mesopotamia, na wana wa Israeli wakamtumikia huyo Kushan-Rishathaimu muda wa miaka 8. Kwa sababu ya wao kumwacha Mungu, basi Mungu aliwahukumu kwa kumleta huyo mfalme ili awatawale. Walifanywa kuwa watumwa hadi walipomlilia Mungu awape usaidizi. Kwenye aya ya 9
Hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana akawainulia wana wa Israeli mwokozi aliyewaokoa, yani Othnieli mwana wa Kenazi, ndugu mdogo wa Kalebu. Mpendwa msikilizaji, tulionalo hapo ni neema na huruma zake Mungu kwa hawa watu, yani taifa hili la Israeli. Kwenye aya ya 11 hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: nayo nchi ikawa na amani muda wa miaka 40, kisha Othnieli mwana wa Kenazi akafa. Huyu Othnieli alikuwa mwamuzi bora kati ya hao waliokuwepo katika Israeli wakati ule. Aliwakomboa watu wake kutoka katika mikono ya wale watesi wao. Hili ni himizo kwa kila mmoja wetu kwamba twaweza kuwa vyombo vya kufanya mapenzi ya Mungu iwapo tutajitolea kwake. Wote waliokuwa waamuzi katika Israeli walikuwa watu wadogo, lakini Mungu aliwatumia katika hali zao. Huyo Othnieli, tuambiwa kwamba Roho wa Mungu alimjia Othnieli, naye akawakomboa wana wa Israeli toka katika mikono ya watesi wao. Hapakuwa na mengi makuu kumhusu, sawa na ilivyo habari ya wengi katika maisha haya. Chaguo msikilizaji, nitakwambia kuwa ni lako kuhusu jinsi wataka historia yako kuandikwa. Othnieli alikuwa mtu mwenye asili kama sisi, na hapa tuona jinsi Mungu alivyomtumia kutenda mapenzi yake kwa kutimiza jambo kuu katika maisha yake na pia kwa niaba ya watu wake. Hili ndilo kila mmoja wetu afaa kuishi kwalo, kwani hakuna maana ulimwenguni, msikilizaji wangu, iwapo utaishi tu kwa ajili yako bila ya kuwa na kusudi lolote la kusaidia hao ulio nao au vizazi vijavyo. Mungu akusaidie katika uamuzi wako kwa lolote utendalo. Hebu tuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii, kwa ajili wewe ndiwe Mungu, Mungu unayetujali, Mungu unayetuhitaji tufahamu kila linalotupasa tufahamu. Tusaidie katika kila hali, tusikengeuke katika maadili yako, bali tuyafuate maadili yako na kuishi kulingana na neno lako ambalo twalipata kwenye Biblia. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba utamwezesha atende linalompasa, hasa lile litakalo kutukuza na pia lililo la msaada kwa wale walio pamoja naye na wale watakaokuja nyuma yake. Najua kuwa hili utalitenda kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, langu ni kukwambia kwamba kutokana na haya ambayo tumejifunza, wahitaji kufahamu kuwa popote ulipo, kile ambacho Mungu amekiweka katika mikono yako, hicho ndicho wahitaji kutumia ili umtukuze. Wadhifa ambao Mungu amekupa, tumia wadhifa huo kuwabariki watu wa Mungu na kuwainua hao ambao watakuja hata baada yako. Na utakapofanya hivyo, utakuwa umeishi maisha ambayo ni ya mibaraka katika ulimwengu huu, na historia yako itakuwa nzuri, kwamba uliishi vema na ukatumikia kizazi chako katika kusudi la Mungu, ndiposa ukapumzika. Neema yake iwe pamoja nawe unapoyatafakari haya na kutenda kama vile neno la Mungu limekuagiza. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.